Dakika ngapi ni sahihi za kufanya tendo la ndoa? Raundi ya kwanza unaweza ukaenda dakika 3, dakika 4, dakika 5, inategemeana. Kama hujashiriki tendo muda mrefu, inaweza ikawa ni kawaida kuwahi kufika kileleni raundi ya kwanza. Lakini kutoka raundi ya kwanza kwenda raundi ya pili, tunategemea kuona utakaa dakika 3, dakika 4, dakika 5, mashine iwe iko tayari kwa ajili ya kurudia raundi ya pili. Hii raundi ya pili kama hauna tatizo lolote, tunategemea kuona utaenda angalau dakika 10, 15 ili kuweza kumruhusu na mwanamke naye kuweza kufika kileleni. Wanawake huwa wanachelewa kufika kileleni tofauti na wanaume. Umemaliza raundi ya kwanza na raundi ya pili, unaweza ukaenda raundi ya tatu baada ya kupumzika dakika 5, kwa sababu hiyo tunaita ni refractory period. Ukiona hizi interval za dakika, haijalishi unaenda raundi ngapi, lakini tunaangalia ni kwa muda gani ambapo unaweza kudumu kwenye tendo, lakini pia kutoka raundi ya kwanza kwenda raundi ya pili na kuchukua muda gani. Ukiona unachelewa sana, baada ya raundi ya kwanza unakaa dakika 30, unakaa lisali zima, mashine bado haijasimama, kila unapojaribu kuupasha uume hausimami, hiyo ni kiashiria cha moja kwa moja kwamba mishipa yako ya kwenye uume ambayo inatakiwa isupply damu imesinyaa, kitu ambacho kinapelekea kupoteza uwezo wa kupata taarifa kwa wakati. Inaweza ikawa imesababishwa na matatizo ya sukari au pressure, au unaweza ukawa umeathirika kwa sababu ya mkono, kwa maana ya kujichua, mishipa ile imeathirika kwa kiwango kikubwa. Kama unahitaji kupata ushauri pamoja na matibabu, unaweza ukachukua namba kwenye bio, unaweza kunipigia ili tuweze kukusaidia. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukiwasaidia ambao wana matatizo katika mfumo wa uzazi na kuweza kurejesha heshima ya tendo la ndoa. Karibu sana tusaidie.